bado na kungoja Mwenyezi Mungu na kuhitaji Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Safari ni ndefu, hatua ni kubwa sana, lakini najua kwamba ninapotembea nawe, ninapopiga hatua pamoja nawe Mwenyezi Mungu, najua kwamba kila kitu kitakuwa ni safi kabisa, kitakuwa ni sawa. Hata we msikilizaji, katika maisha yako, labda umempoteza mume, umempoteza mke, labda ni kazi unatafuta kwa muda mrefu, iwe umemaliza shule unatafuta kazi, ama unatafuta karo ya kuweza kujoin, labda ni college ama chuo kikuu, ama hata popote pale unataka labda kuweza kuyaweka mambo yako sawa, unaambiwa kwamba msubirie Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunaweza sema kwamba tunajaribu tena sana, lakini je, wakati mwingine nafasi yako ukishaitenda unaambiwa kwamba mwachie Mwenyezi Mungu pale ambapo pamebaki aweze kutenda. Hii hatua na tunajua kabisa uwezi piga peke yako, siwezi piga peke yangu. Bila Mwenyezi Mungu haya mambo hatuyawezi. Unajua kuna kibao kimoja cha dada yetu Rose Muhando aliweza kukiimba kizuri sana. Mimi nakipenda. Hata kama hakijakaa sana, lakini anakuambia ombi lako unaloliomba kwa Mwenyezi Mungu, jua kwamba analisikia. Liwe ni ombi la aina gani, bora tu ni ombi ambalo ni zuri. Labda unamwombea rafiki, unamwombea jamaa, unajiombea mahitaji yako tofauti tofauti. Unajua wengi unapata kwamba kuna wengine wanaomba tu kimoyomoyo, labda hawataki yale maombi yasikike na mtu mwingine. Hila jua kwamba hata ukiomba kile kimoyomoyo, Mwenyezi Mungu anapata kusikia. Ukiomba pia sana, Mwenyezi Mungu anapata kutusikia. Hata kama ni hitaji zito namna gani, liwe ni la aina gani, hata liwe zito vipi, jua kwamba pale kwake Mwenyezi Mungu yote yanawezekana. Usione kwamba safari ni ndefu ukaona basi unaenda peke yako, hapana. Jua kwamba Mwenyezi Mungu amekuwashia taa pale mbele unapopaona kwamba labda ni kiza kitupu, hakuna mwanga wowote, Mwenyezi Mungu atakuwa na washa taa. Tusiwe watu wa haraka kutaka kujibiwa. Jua kwamba Mwenyezi Mungu ule muda wake ukishafika, utakuwa unaona mwanga katika kila jambo. Labda ni ofisi fulani umeenda, mara si moja, sio mbili, sio tatu, unaitisha kazi. Umeenda labda umeenda kwa hospitali fulani, umeuliza matibabu. Kila ukienda pale wanakuambia mama hatuwezi kukutibu, labda kama ni baba hauwezi kupokea haya matibabu. Jua kwamba kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakutengenezea, kitu kizuri. Sisi wenyewe tuwe watu wenye subra, tusitake vitu vya haraka ambavyo haviwezi kukaa. Unaambiwa kitu cha haraka hakiwezi kaa sana, lakini kile kitu ambacho utakisubiria kwa muda mrefu kitadumu maisha yako yote, iwe ni mume, iwe ni mke, iwe ni mtoto. Kwa sababu unapata kwamba labda wanandoa wameoana miaka 3 hawajapata mtoto. Unapata kwamba labda maneno ya majirani, jamaa pale nyumbani wanauliza, je, tutakaa vipi bila kusikia hata sauti ya mtoto katika hii nyumba, katika hii boma? Jua Mwenyezi Mungu anaona yote ambayo unayapitia. Kilio chako atakuwa anapata kukijibu. Labda umeajiriwa mahali ukakaa tena muda mrefu, wewe ni pale pale, labda mshahara haupandi, labda ni cheo hakipandi, haupandishwi cheo, unaona tu wenzako wanapandishwa cheo. Jua Mwenyezi Mungu anakutengenezea. Hauenda hautapandishwa pale ambapo unafanya kazi, lakini atakuwa anakutafutia nafasi nyingine nzuri tena zaidi. Pale tu alikuwa anakujengea ule msingi. Utakapotoka pale, ule mlango ambao atakuwa amepata kufungua utakuwa ni mlango mzuri ambao utakuwa mambo yote ameyaweka sawa. Kwa hivyo wakati mwingine wewe unapoingia labda kwenye majaribu, kwenye matatizo fulani unayoyapitia, jua Mwenyezi Mungu anapata kuona yote. Tusikimbilie, tumpatie Mwenyezi Mungu nafasi. Tusitake kujibiwa haraka tu, labda wakati tumeomba tunataka majibu ya saa hiyo. Hapana. Mpatie Mwenyezi Mungu pia yeye nafasi. Ni baba yetu aliyetuumba kwa mfano wake. Kwa hivyo hata kilio chetu atapata kutusikia. Saa 12:38 Radio Tumaini hii 92.9. Ndani ya mitambo ni Susan Munyuki.
ndani ya worship hour, kipindi ambapo tunapata kusemezana mawili, labda tunapeana, wanasema kwamba Radio Tumaini siku zote inatupatia matumaini. Kwa hivyo wakati uko nyumbani, usivunjike moyo wala usiache kupiga hatua, usikate tamaa. Hata kama jaribio ni la aina gani, ni zito vipi, jua kwamba Mungu yupo, aliyekuumba, anajua mwanzo na mwisho wako. Tusikimbilie, tumpatie nafasi, tuone kwamba labda kile kiza kilichokuwa kinatuweka pale, hatuwezi piga hatua, kitakuwa kinaondolewa. Unabaki ni mwanga ambao utawaka milele. Si eti ni mwanga utazima labda baada ya miaka 2 ama 3, hapana. Mwanga wake Mwenyezi Mungu unatuwakia katika maisha yetu kila wakati. Kuwa mtu mwenye subira. Mungu unayemuomba siye Mungu ambaye asikii, lakini anapata kusikia yale yote ambayo tunamuomba. Iwe ni kitu cha aina gani, yote kwake yanawezekana. Kwa hivyo kuwa mtu mwenye subira. Hili ni ombi langu kwako, Mungu wangu.